Moja kati ya kitu ambacho unatakiwa kujifunza katika maisha ni kwamba rafiki anaweza kabadilika. Yaani rafiki wa leo anaweza akawa adui kesho. Kwanza kabla hatujafika mbali, niambie hali yako, unaendeleaje kwenye comment, alafu tuendelee na picha. Sasa mzigo unaanza na ubinti. Ubinti anaitwa Min. Ni mara ya kwanza kabisa anaingia katika hii shule. Min amekuwa anatamani sana kutengeneza marafiki, lakini ni kitu ambacho kwake ni kigumu kinoma. Basi wakati anaingia katika ile shule, anashangaa wanafunzi wenzie wakiwa wanacheka pamoja, wanafurahi na anatamani kweli angeungana nao. Kwanza shule hii ina warembo kibao, kiasi kwamba Minja yeye hajioni kama ni mzuri kabisa, kwa hiyo hana confidence kabisa ya kusema atengeneze marafiki. Hapa ndio anaingia darasani, basi anatambulishwa. Wanafunzi walimkaribisha kwa makofi, basi akafikiria hapa ni rahisi kutengeneza marafiki, lakini kila alipojaribu kuwasogelea wanafunzi wenzie alishindwa kutengeneza marafiki kabisa, kwani kila mmoja alikuwa na time zake, kitu ambacho kinamfanya aanze kujisikia mpweke. Sasa wakati amekaa peke yake, mara ghafla kuna msichana huyu anatokea. Huyu anaitwa Jian. Jian amekuja na kundi lake, hawa wanajaribu kuwa karibu naye Min. Sasa Min kumuona yule Jian, anajua hapa shuleni ni mtu maarufu kidogo na anafahamika sana. Min hakuamini kama Jian ameweza kumfuata na kumuomba wawe marafiki. Basi Min alianza kuwaza jinsi alivyosoma katika internet kushirikiana na marafiki. Basi aliwajibu vizuri tu ili kuondoa mkanganyiko. Basi wote waliondoka pamoja pale ili kwenda kupata chakula. Kwa mara ya kwanza Min anapata marafiki shuleni. Hapa kabla hawajafika mgawani, Jian anamkutanisha Min na marafiki zake wawili wa kiume. Huyu mmoja anaitwa Yejun na mwingine anaitwa Hyejun. Hapo kuna watu wawili tofauti kati ya Yejun na Hyejun. Sasa tusije tukachanganyana. Hawa ni ndugu, mtu na binamu yake. Sasa na hawa jamaa ni maarufu hapa shuleni, lakini mmoja huga ni kaksi kinoma. Huyu ni Yejun. Waga hana time kabisa. Basi wakati wanawatambulisha pale, yeye hakutaka kuongea chochote na kutaka kuondoka. Wakati anaondoka, mara nguo yake ikana sana na nguo ya Min. Basi akataka kuanguka. Min alimdaka. Alivyomdaka akakumbuka kuna sehemu aliwahi kusoma inatakiwa afanye nini. Basi ilibidi atabasamu na kumuomba samahani mchizi. Na mchizi hakuwa na time, akamwambia achana nayo, afu akaamua kuamsha zake. Sasa Jian alianza kumuelezea kuhusiana hawa ndugu wawili kwamba Hyejun yeye huwaga ni mstaarabu na ndio kiongozi wa darasa, anapenda watu, hana shida. Lakini humchizi mwingine huyu Yejun huwaga hanaga time kabisa na mtu, kwanza anadharau kishenzi. Sasa katika kipindi kimoja hiki hapa, Min anajikuta nakaa siti moja na Yejun. Sasa hii hapa inampa wakati mgumu sana Min. Anamwanzaje mchizi hata kuongea naye? Sasa Min anataka kujaribu kuongea naye, mchizi akaweka zake earphone sikioni, afu akaendelea na mambo yake. Basi Min alijisikia vibaya, na baadaye kuna mwalimu huyu hapa alimuita ofisini na kumuuliza shule anaionaje na kama ameshaanza hata kuzoea. Sasa mwalimu akamwambia kuna mwanafunzi mwingine atakuja hivi karibuni. Sasa alivyokuja kuonyeshwa, anakuja kugundua kwamba wanafanana na majina, lakini huyu dada ni mtu maarufu kwenye mitandao na watu wanamfahamu kama Yumin. Basi alijaribu kupitia Instagram yake na kugundua kwamba huyu dada profaili yake ameficha sura, lakini akikumbuka kule pasipoti yake amevaa miwani na yuko very simple, ila huyo kwenye Instagram ni kama mtu wa fashion kinoma. Sasa hapa akaanza kuwaza labda mwalimu amewachanganya kwa jinsi ambavyo mwalimu alikuwa anamtake care Min. Basi akaanza kufikiria labda na marafiki zake wale akina Jian walimfuata wakiwa wanajua yeye ni human, kitu ambacho akaanza kuwaza awaambie ukweli au aache. Na kumbuka anahitaji marafiki, basi alichoamua ni kutowaambia ukweli. Sasa leo akiwa amekaa ametulia hivi, mara Hyejun anamfuata na kumwambia kwamba yeye anaujua ukweli kuhusiana na yeye ni nani, lakini Hyejun akamwambia hatomwambia mtu yoyote siri yake, kwamba yeye sio yule ambaye ni maarufu. Min anarudi huku darasani, anakuta wanafunzi wenzie kila mmoja anakuja kumuonyesha kuhusiana na Instagram yake, na wengine wanatamani awafollow, na kila mmoja alikuwa anaonyesha jinsi anavyomfollow yeye. Sasa hii hali inamfanya Min atake kuzungumza ukweli yeye ni nani, ila sasa akawaza mara mbili kwamba hawa watamshusha thamani, afu atarudi katika hali ya mwanzo ile ya kudharaulika. Ikabidi awadanganye sasa hivi hatumii ile Instagram. Basi baada ya darasani leo alikuwa na mawazo kinoma, kiasi kwamba akaanza kulia kwa nini watu hawampendi yeye kama yeye. Basi akatoka na kwenda zake dukani. Hapa dukani alikuwa anaenda kununua dawa ili hata ajimalize, lakini wakati anataka kulipia, mara Yejun anamuwahi, anazuia kile kitendo. Basi Yejun alimuona toka analia, ilibidi amchukue na kwenda kuzungumza naye. Basi Min alimshukuru huyu mshikaji kwa kuweza kumjali. Hiki ni moja kati ya kitu ambacho anakitamani, kumpata mtu ambaye anaweza akamjali hata kuwa karibu naye. Basi alimuuliza swali moja tu Yejun kwamba hivi kuna maana gani kuishi na nini faida ya kuishi? Mchizi alichomjibu ni kwamba alimwambia, mimi naona kitu cha maana sana duniani ni binadamu kuishi, usifikirie kabisa kujitoa uhai. Wazo la Min lilikuwa ni kujitoa uhai kabisa. Basi usiku huu hapa Min alikaa na kuanza kusikiliza nyimbo ambazo ni za majonzi kinoma. Yeye ndiyo mara nyingi huaga yuko hivi, anapokuwa na mawazo
anaingia kusikiliza nyimbo zake pendwa. Na sasa siku inafuata hapa shuleni mwanafunzi mpya anaingia, na huyu mwanafunzi ndio yule Yumin ambaye sasa ndio star, ila ameshabadilisha maisha yake, huwezi kumfahamu kabisa. Mini baada ya kumuona basi ilianza kujisikia vibaya sana, akiwa anaamini siri yake itaenda kuvuja. Minja ilibidi amfuate bafuni huku akaanza kumuuliza kwa nini anaonekana ni mtu tofauti sana na mtandaoni. Sasa huyu mrembo hataki tena maisha ya umaarufu. Swali alilomuuliza Min hakulipenda kabisa, akaanza kumjibu majibu ya ajabu na kumwambia usijifanye kama unanijua, afu akaondoka zake. Basi hapa darasani anajaribu kuwaona Kinejien wakiwa wako pamoja wanazungumza, anakuwa anawaangalia na kuwasikitikia. Yumin kuna kitu ambacho kilimuumiza sana kiasi kwamba aanze kuwachukia marafiki na kuchukia umaarufu, na ni chanzo cha yeye kuamua kubadilisha maisha. Sasa baada ya darasani hapa Min tena anajaribu kuja kuongea na Yumin. Yumin alichokifanya ni kumchukua na kwenda kumficha katika karakana moja hivi. Yumin hakuwa anataka kabisa watu waone wakiwa pamoja na Min, huku ilibidi aanze kumfokea, akamwambia usijifanye kama unanijua na upaswa kabisa kunifuatilia maisha yangu. Sasa Min ilibidi aanze kuongea ukweli kinachoendelea kati yake, akamwelezea jinsi marafiki ambavyo wanamchanganya yeye na Yumin, kitu ambacho kinamweka katika wakati mgumu sana. Lakini Yumin alichokuja kumjibu akamwambia kwamba hilo ni tatizo lako, mimi siwezi kuingilia wala siwezi nikalisolve kwa aina yoyote. Sasa na huku ni ndugu wawili wakiwa wamekaa, yani Yejon na Hyejun, wakawa wanapiga story. Sasa wakati anataka kuondoka, Hyejun akamuuliza Yujin, vipi unampenda Min? Hyejun hakuweza kujibu lolote. Kabla hajajibu, mara ghafla Jien anatokea, anawaangalia kati na kuwauliza nini kilikuwa kinaendelea. Sasa Jien huaga anampenda sana Hyejun na Hyejun huaga anampenda Jien. Basi akaanza kumwambia kwamba watu wanatangaza kuhusiana na mahusiano yaliyopo kati ya Hyejun na Min, kitu ambacho sio kweli. Basi Jien akaanza tu kuwatania, na hapa akawapa taarifa ya kwamba anaandaa party ambayo itakuwa kama ya kumkaribisha Min katika kundi lao. Sasa na hapa ndo tayari wako kwenye party, hawa walikuwa wanaimba hapa. Basi Hyejun akamtaka Min aende akaimbe chochote pale mbele kwa sababu ni siku ya kumkaribisha yeye. Sasa hapa alikuwa anaona aibu kishenzi aje kabisa kuimba mbele za watu. Basi Hyejun naye akaanza kumshawishi yeye aende akaimbe chochote. Basi Min akaamua kujitoa na kwenda kuimba, kitu ambacho kinawashangaza wengi, aliimba vizuri kinoma. Sasa wakati wako huku katika karaoke, Jien anakuja kuonyesha kwamba Yumin amewakubalia urafiki, na ikiwa wao wanajua ndio huyu waliye naye hapa. Sasa baada ya kusikia hivyo, Min akajua tayari hapa ameumbuka. Lakini kitu kizuri ni kwamba alikuwa amefuta picha zake zote, yani katika ukurasa wake hakuna hata picha moja inaonyesha sura yake. Angalau moyo wa Min ulifurahi. Sasa ukaribu wa Hyejun unaanza kuwa mkubwa sana kiasi kwamba wakikaa pamoja sasa hivi wanaweza wakapiga story. Na hapa ni darasani, hawa Jien na rafiki zake wanapiga picha. Kwa bahati mbaya picha moja ilimuonyesha Yumin, basi ilibidi waanze kumfuata kule na kumwambia kwamba asogee ili apige picha asionekane, kwani nawaharibia picha. Sasa Yumin huaga hapendi dharau. Alichokifanya wakati anatoka, akaenda akamkanyaga mguu Jien, afa akaondoka anacheka. Na huku ni Min na Yumin wakiwa wamekutana huku juu. Min anamshukuru Yumin kwa kufuta picha zake zote, kitu ambacho kingemuumbua kwa rafiki zake. Basi anamshukuru kinoma. Sasa Yumin akamwambia usiwe karibu sana na wale wasichana, sio marafiki wazuri. Basi kwa mara ya kwanza wakaanza kupiga story kabisa. Sasa kila mmoja akaomba kitu ambacho anafikiria. Min akaomba yeye abaki kuwa maarufu, lakini Yumin akaomba ajitahidi kwamba azuie kabisa yeye asije akaonekana yeye ndio maarufu. Kwa hiyo haya ni makubaliano walioingia. Basi kwa sasa Yumin hahitaji kabisa mambo ya umaarufu, na hapa ndio walikubaliana kwamba Yumin atamfundisha Min jinsi ya kuwa maarufu, lakini Min naye atamfundisha Yumin kuendelea kuwa mtu wa kawaida. Sasa hawa leo wakaanza kumhoji maswali Min kwamba kwa nini aliacha shule ambayo alikuwa anajifunza umaarufu. Sasa wakati anataka kutoa story ya kudanganya, Yumin alikuwa pembeni anaona. Alichokifanya ni kumfanyia ishara kwamba akae kimya. Basi Min ilibidi ayakwepe yale maswali. Sasa leo Min akiwa huko njiani anarukaruka akiwa anafurahi maisha yake mapya. Yuko njiani hapa, kwa mbali anamuona Hyejun. Sasa Hyejun naye alivyomuona, wote wakaanza kukimbiana. Hapa ni kwamba kila mmoja anamuogopa mwenzie, lakini ilibidi wasogee na kuanza kuongea. Sasa kama kawaida, Yumin na Min waga wanakaa huko wanazungumza. Sasa wakati wako naongea, ghafla unasikia mtu anakuja, na anayekuja kuingia ni Hyumin. Hyumin akawaambia mimi najua siri yenu na kuwaonyesha kwamba najua wewe ndiyo mtu maarufu halisi, lakini sitafichua siri yenu, naomba niwe rafiki yenu. Sasa hapa ilibidi wamruhusu kuwa rafiki yao. Sasa wako watatu katika kundi. Basi hii ni siku nyingine ambayo Yumin ilibidi amchukue Min ili waende wakazungumze. Basi akaenda mgawani wakapata chakula, kitu ambacho Min hajawahi kabisa kufanya hivi, yani yeye hajawahi kuingia kwenye mgahawa na kupata chakula hivi. Basi wakaanza kupiga picha fresh na kujuana vizuri. Na huku shuleni watu wameanza kudiskasi ukaribu wa Min na wale ndugu wawili, yani Hyejun na Hyejun. Sasa ni kwamba kila mmoja alikuwa anamuonea wivu Min kwa kuweza kuwa karibu na Hyejun, wakati Hyejun ni mtu ambaye ni serious kinoma na kuwa naye karibu inahitaji moyo sana. Basi hiki ni moja kati ya kitu ambacho kinampa wivu sana Jien, kwa sababu yeye ameshajaribu vyovyote vile kukaa karibu na Hyejun, lakini hajapata nafasi hiyo ambayo anaipata
Min. Sasa Min wakati anatoka hivi anakutana na Yejin, mwalimu akiwa anamsema kuhusiana na mavazi yake, kwani hajavaa proper uniform. Sasa Min ilibidi aanze kumshauri na kumwambia kwamba anajua mavazi ya shule yatampendeza kama akivaa vizuri. Basi Yejin alikubali ule ushauri wa Min, na hapa wakati Min amekaa darasani anakuja kugeuka, anamuona Yejin amependeza kishenzi na ni bonge la handsome katika mavazi ya shule. Basi na hapa Yejin alitafuta ukaribu sana na Min, ikabidi amwazime notes na Yejin akampatia, lakini baadaye Yejin alichagua kumpa zawadi Min ya CD fulani ambayo ina muziki ambao Min amekuwa akipenda sana kuisikiliza kama shukurani tu ya kumwazima notes na kumshauri kuhusiana na mavazi. Basi Min baada ya kupewa zawadi na Yejin, alichokifanya na yeye ni kumpa zawadi ya tiketi kwenda kuangalia movie, na hapa alihitaji waende wawili tu, yani akiwa Yejin na Min. Basi na hapa walikubaliana kwamba wataondoka pamoja, yani katika hii movie wawe wawili tu, na hii wataenda baada ya masomo. Basi huku Jien usiku alimtext Min na kumwambia kuna kitu anataka aongee na yeye, na wakati huku shuleni Yejin na Hyejin wakiwa pamoja wanaingia shuleni, Hyejin alimuona Yejin kama hayuko sawa, ilibidi amuulize kama kuna shida yoyote, lakini kama kawaida Yejin hakuweza kusema kinachomsumbua, lakini ndugu yake alimuhisi tu huyu hayuko sawa. Sasa na huku Jien aliweza kukutana na Min, lakini Min alimuona Jien kama hayuko sawa hivi, yuko tofauti na siku zingine. Sasa Jien akamuuliza Min, vipi unampenda Yejin kwa sababu amekuomba mtoke naye? Sasa hapa Min aliona anaweza akapoteza urafiki, ilibidi akatae na kumkumbatia na kumwambia kwamba mimi simuhitaji, kitu ambacho sio kweli. Sasa na Jien akazungumza kwamba mimi mwenyewe simuhitaji, maana ni tabia yake kuwatoa out watoto wa kike. Sasa maneno haya aliyazungumza kwa makusudi ili Min ajisikie vibaya au asimpende Yejin, ikiwa yeye ndiye anampenda Yejin. Min alikaa akafikiria sana, je, ni kweli ndiyo tabia yake Yejin au anampenda kweli yeye? Min alikuwa anajua Yejin anampenda yeye, lakini kusikia hivyo ni maneno yaliyomuwazisha sana, pengine huaga anafanya kwa wanawake wote. Basi alichokifanya ni kumpa Jien na yeye kadi ya movie ili aweze kwenda kwenye movie kule na akutane na Yejin. Sasa Yejin yuko huku, mara anaguswa mkono, anavukuja kumwangalia ni Jien badala ya Min. Yeye hapa alimsubiri Min, lakini Jien ndiye anayekuja, kitu ambacho kinamfanya ajisikie vibaya. Kwa nini Min hajakuja? Basi huku Min akaenda kukutana na rafiki yake Yumin, basi akamwelezea kitu alichoambiwa na Jien. Basi Yumin akajua kabisa kwamba Jien amemdanganya Min ili aweze kwenda yeye. Basi alichokifanya ni kumshauri na yeye aende. Sasa wakati hawa wako huku, yani Yejin na Jien, anakuja kuingia Hyejin na Min. Kumbuka majina yasikuchanganye sana. Sasa Yejin kumuona Min akiwa na Hyejin alijisikia vibaya sana, alijawa na wivu kinoma. Kwa nini Min amechagua kuja na Hyejin alafu walikuwa mkubaliana wao ndio waonane? Basi leo waliamua tu kucheza michezo mbalimbali, kila mmoja tu afurahie. Basi kumbuka Hyejin anampenda Jien, lakini Jien anampenda Yejin. Sasa hapa Yejin akawa amekaa na Jien wakati wanaangalia movie, na huku Hyejin akiwa amekaa na Min. Basi akili ya Yejin iko inamuwaza Min kinoma, anatamani Jien angeondoka hapa afu yeye akae na Min. Sasa wakati movie imeisha na wanataka kutoka, kumbuka Hyejin yeye anajua kabisa Yejin na Min wanapendana. Alichokifanya ni kumtoa Jien pale ili awaache wale wawili wakiwa wanaongea, kitu ambacho kinamkwaza Jien kwa sababu alielewa mchezo mzima. Basi akamuuliza Hyejin, unajua kama sikupendi, kwa nini umefanya hivi? Mchizi Hyejin akasema mimi najua pia unipendi na mimi nishatokaga huko kabisa. Sasa Jien alitegemea huyu mchizi amekuja ili amtongoze huko, lakini ni kwamba mchizi ishabadilika, ampendi kabisa, na yeye alifanya vile ili wale wawili wapate time ya kuongea. Na huku ni Hyejin na Min wakiwa wanarudi nyumbani kwa miguu, wanapiga story, kitu ambacho Min ilibidi amuulize Hyejin, vipi, ni kweli utaka kutoka na mimi? Basi Hyejin alifikiria na kusema ndio, na hapa mchizi akamwambia zaidi, nimefurahi sana Min kukuona umekuja, ni kitu ambacho nilikuwa natamani. Basi Min moyoni hapa alifurahia kusikia Hyejin amemwambia hivyo. Basi Jien leo shuleni huku alikuwa mpweke kinoma, alikuwa anajisikia vibaya kutoka kwa lile tukio la jana kwenye movie. Basi hana raha kabisa yani. Basi alifikiria sana na kwa nini anamuonea wivu, ila hakuwa na namna. Hii yote ni kwa sababu anampenda Hyejin, lakini Hyejin anaonyesha anampenda Min. Basi hapa sasa hivi ameanza kumuona Min kama adui yake na wala sio rafiki tena. Sasa Jien alimuita rafiki yake huyu anaitwa Doki, akamweleza maneno ya uongo kinoma kuhusiana na Min. Basi akasema kwamba Min amemuibia bwana wake Hyejin na kipindi wako date aliwaingilia na kumchukua Hyejin, kitu ambacho ni uongo kabisa. Sasa hapa huyu rafiki yake naye alianza kumchukia Min. Leo shuleni huku Min yuko na Hyejin na Hyejin, wakati anapiga story anaona rafiki zake ambao ni Jien na wengine. Sasa kwa kuwa walishalishwa sumu hapa, Min anawafuata, basi wanaanza kumuonyesha sura za ajabu kinoma, kama hawamfurahii hivi. Basi wakamwambia sisi hatuhitaji kuwa na wewe, endelea na marafiki zako wa kiume, kitu ambacho kilimuumiza sana Min. Basi hapa mgawani alianza kuwa anakaa peke yake, kitu ambacho Hyejin na Hyejin wanamuona kwamba ni mpweke, inabidi waungane naye kwenda kukaa katika meza moja. Lakini watu wakaanza kudiskasi, kila mmoja anaanza kusema kwamba yeye anawachanganya ndugu, yani wote anatoka nao. Basi maneno yalianza kusambazwa hivyo, kitu ambacho kilimfanya Min aamue kuamka zake na kuacha Hyejin na
Hyejun wakiwa wamekaa pamoja. Basi alienda kwa Yumen na kuanza kumuelezea kila kitu kilichotokea. Kumbuka Yumen aliwahi kumkataza Min asiwe na urafiki na Jin. Basi Yumen akamwambia Min kwamba hujakosea chochote, wale hawakuwa marafiki wazuri na ndiyo maana wameanza kuonyesha uadui wao. Basi huku shuleni Min alionekana hana raha kabisa, na Hyejun alikuwa pembeni, ilibidi achole mchoro wa kuchekesha na akaanza kumuonyesha. Basi Min ndio kuanza kutabasamu na kucheka kinoma, na huku ni Hyejun anakutana na Jin akiwa yuko na rafiki yake Doki. Sasa hapa Hyejun anahitaji kuongea na Jin, basi akamwomba Doki aondoke ili wale wawili baki wanaongea. Sasa hapa Hyejun akamuuliza Jin kwa nini anamfanyia hivyo Min, na hapa Jin akamwambia usijifanye kwamba unampenda sana Min wakati ushaye kumfanyia kaka yako kitu kibaya. Kwa nini Min unamtetea? Sasa Hyejun akasema mimi najua siri yako, ukiendelea hivyo kumfanyia Min vibaya basi nitasambaza siri yako. Sasa kesho asubuhi tu kuna picha ikaanza kusambaa. Hii ni picha ya zamani ya huyu mrembo Jin. Basi alikuwa anaonekana ni mbaya kinoma. Basi shuleni hapa kila mmoja anamcheka, na aliyeisambaza ni Hyejun kwa sababu Jin amekuwa akimfanyia vibaya mwenzie Min, kitu ambacho hakipendi kabisa Hyejun. Sasa ukweli ni kwamba alishawahi kufanya kitu kama hiki kwa kaka yake. Alishawahi kuvujisha video ambayo inamuonyesha akiimba vibaya kinoma. Sasa mchizi kaka yake alimfuata akamwambia nilijua umebadilika, kumbe hujabadilika. Basi Hyejun akasema mimi nitaka kumsaidia Min, lakini hiki ni kwamba hakikumfurahisha hata Min. Leo aliitwa na Yumen. Yumen naye hakupendezwa na alivyovujisha ile picha ya ajabu ya Jin, yani hata kama ni adui yake hakupaswa kufanya hivyo. Sasa wakati wanaendelea kuongea, mara Min naye anaingia na akasikia kila kitu. Basi alijisikia vibaya sana kwa alichokitenda Hyejun, hata kama alikuwa anataka kumsaidia hakupaswa kumuibisha vile. Basi kila mmoja hakupendezwa na alichokifanya Hyejun, na hapa ni Hyejun alikuja kukutana na Min na kumwambia ukweli kwamba yeye hajapendezwa na kitu alichokifanya ndugu yake Hyejun. Basi maana ya wote hawa ilikuwa ni kwamba sio kwamba aliyekufanyia ubaya basi na wewe ulipe kwa ubaya. Min hakuweza kujibu chochote, lakini alichokisema akamuomba waende wakaimbe karaoke, pengine inaweza ikamsababisha awe na furaha. Basi ilibidi waende huku, na hapa waliimba pamoja, walikuwa wanacheza kinoma, kitu ambacho kiliofanya wote wawe na furaha. Kumbe Hyejun ni mwimbaji mzuri sana, kitu ambacho kilimshangaza Min, lakini amekuwa akiogopa kuimba mbele za watu toka kipindi ndugu yake amesambaza video yake akiwa anaimba vibaya. Basi wakiwa wamekaa hapa, Hyejun alichokifanya ni kwenda kumwambia ukweli Min. Basi akamnong'oneza na kumwambia mimi nakupenda sana. Basi Min alifurahi, lakini anajua kwamba yeye hakuwa mkweli sana kwa Hyejun kwa sababu anaishi kama ndio yule maarufu kwenye mtandao, lakini ukweli sio. Atafanyaje? Basi alimjibu ngoja afikirie. Basi Min alichokifanya ni kumpigia simu na kumshukuru rafiki yake na kumwambia ukweli kwamba Hyejun amemtongoza. Basi akamshukuru na yote yasingetokea bila sapoti yake, bila kujificha na kuonyesha kwamba yeye ndiyo mtu halisi. Leo mchizi Hyejun alikaa na yule mrembo Min ili kupata kujua amefikiriaje, lakini Min alikuwa na kama aibu fulani hivi. Hyejun akamsikia akamwambia kwamba tunaweza tu tukawa marafiki kama unaona utaweza kutoficha siri zako. Basi na huku Hyejun akaenda kumwomba Jin msamaha kwa kuvujisha picha yake ya zamani na kuahidi kwamba hatomfanyia mtu mwingine hivyo. Basi Jin alimsamehe Hyejun. Sasa leo ni siku ambayo Min anamwambia Yumen kwamba anaenda kukutana na Hyejun. Basi alikuwa na furaha kinoma, na hapa anakuja kukutana na Hyejun. Sasa hapa anamwambia ukweli kwamba yeye sio mtu ambaye Hyejun anamfikiria, yani yeye sio Yumen harisi. Akaelezea ni kwamba nilifanya hivyo, nilikuwa nahitaji niendelee kuwa maarufu. Sasa Hyejun akamwambia Min, mimi sitaki tena kuendelea kuwa rafiki yako. Min akajisikia vibaya, akataka kuondoka. Mchizi akamzuia mkono. Basi Hyejun akamwambia mimi sitaki tuwe marafiki tena, nahitaji tuwe wapenzi. Basi hiki kitu hakuwa amekitegemea kabisa Min kuambiwa baada ya mchizi kujua ukweli kwamba yeye sio Yumen halisi. Basi Min alifurahi, na kitu ambacho kilimfanya aende kuambia darasani uhalisia ni upi, na akamwonyesha Yumen halisi ni upi. Basi maisha mapya ya yeye kuwa shuleni pale kama mtu wa kawaida yakaanza bila kuishi kwa uongo, na huku tayari mapenzi yao yakaanza juu ya yeye na Hyejun. Na picha yetu ndio inaishia hapa. Cha kujifunza, ujifunze marafiki wanaweza wakajenga na kubomoa. Asante.